Tulipata maagizo kutoka Mheshimiwa Stephen Mogaka ambaye ni mbunge wa eneo la West Mugirango ya kwamba tuweze kumwakilisha pamoja na watu zaidi ya watu 44,000 ambao wako katika eneo hili waweze kwenda mahakamani na kuweza kupinga maamuzi ambayo yalifanywa na rais kuweka ile ambayo inaitwa ni chuo kikuu maeneo ya North Mugirango. Kisha niliporudi katika sheria nilipata ni swala matatu. Kwa hivyo nimeleta mahakamani leo maswala matatu. Moja, katiba ya Kenya ilipopitishwa mwaka 2010 ililazimisha bunge kutengeneza sheria ambayo itajua uanzilizaji, ufunguaji, maendeleo ya vyuo vikuu. Kila university wakati ule ilikuwa na University Act yake. Zote zikalemazwa na bunge la taifa, na katika mwaka wa 2012 ikatengenezwa sheria ambayo inaitwa University Act. Kila university inafuata hiyo act. Kisha katika kipengele cha 5 section 5 ikatengeneza asasi ya serikali inayoitwa Commission for University Education. Ile Commission for University Education ikapewa majukumu yake katika kipengele cha 13 cha University Act. Majukumu ya Commission for University Education ni kuanzisha vyuo na kufunga vyuo, kuangalia ni masomo yapi yatafanywa katika kila university, na kwa sababu hiyo rais najua kulikuwa akifanya yale maagizo. Mshauri mkuu wa serikali ambaye ni Attorney General hakuwepo, alikuwa amevutwa kazi. Sasa Dorcas Oduor amepewa ile nafasi. Tumeshtaki Attorney General sababu sasa ako ofisini aweze kumweleza rais na kueleza cabinet ya kwamba hawana nguvu zozote za kisheria kuanzisha chuo kikuu. Ile kazi inafanywa na Commission for University Education. Pili, tumeweza kuangalia sheria ya Ethics and Anti-Corruption Commission Act na tukaweza kupendekeza kwamba kuna ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba fedha za watu wa Nyamira zilizokuwa zimetengwa, mama, baba, vijana, wazee wa Nyamira, shilingi milioni 100 zikatolewa kwa budget. Ile budget ikitolewa, spika wa bunge la Nyamira wakati huo ambaye sasa ni mheshimiwa wa eneo la Kiabonyoro, North Mugirango, walipitisha shilingi milioni 100 zikanyanganywa wananchi wa eneo la kaunti ya Nyamira. Tumependekeza kwamba lazima ule DPP na lazima kufuata kipengele cha 157 ambacho kinampa nguvu ya kumlazimisha Inspector General Police ambaye ni ofisi iliyotengenezwa na kipengele cha 244 na 245 cha katiba, the National Police Service, kufanya uchunguzi na kuwakamata. Hii mahakama, watu wa Nyamira wanataka kusimama na kuona wezi wakishtakiwa hapa na wakifungwa katika jela ambayo iko katika Nyamira County. Mwisho, maamuzi ya ni wapi university inakuwa katika ile act, ni lazima wenyeji waweze kujumuishwa, public
participation ambayo ni kipengele cha 10 cha katiba ya Kenya. Haijafanyika public participation. Watu hawajaulizwa. Kwa hivyo tumeomba maombi katika mahakama, tumefile case, tunatarajia mahakama kuu ya Nyamira iweze kufanya maamuzi, kwa sababu tumelinganisha vile ile university iliyokuwa Kisii University Nyamira campus vile ilifungwa na kuchukuliwa. Tukiketi na kuangalia, hata hii mahakama iliyo hapa nyuma itafungwa, ibebwe, ichukuliwe kwengine. Kwa hivyo wananchi tunawasihi mkuwe imara, vile ambavyo ni vyetu tutavilinda kwa njia zozote za kikatiba. Kuna njia za kimaandamano kupitia kipengele cha 37 ambayo mheshimiwa atafikiria kama wananchi wanaweza kujiunga na kufanya maandamano makali zaidi, ili sauti ya watu wa West Mugirango iweze kusikika. Pili, sheria. Mimi kama wakili sitakubali, sitaangalia nilipozaliwa haki na urithi wa watu wa West Mugirango uweze kuibiwa hadharani. Asante sana. Ogechi of Kisii University, that as the people of Nyamira have made a humble plea that we have a hospital in Nyamira that is capable of being a quality facility for teaching students of medicine, nursing, and pharmacy. I want to plead with Professor Ogechi, the Senate of Kisii University, the Dean of the Faculty or College of Health Sciences, Dr. Matara. I give you a humble plea. Don't limit the number of children you are admitting to the College of Health Sciences, because we have a teaching facility in Nyamira Hospital, and we have a world-class hospital plaza where the lecturers and professors of medicine can come and use as clinics. While they teach our children, they can also take a moment in our hospital plaza and attend to our patients who would otherwise be punished to travel to far distant hospitals called referral hospital. So this we are doing because we need faster development, we need available. Wapunguze wivu tu, Kenya ni moja tuko, tusaidiane hii Kenya iendelee mbele. Yeah? A university in Nyamira town is a university in Nyamira county, is a university within Kenya. Wacha kufanyiana wivu. Yeah? Kama wewe umepromisiwa pesa yako unaenda kutafutiwa, we support and pray for you. Yeah? But wacha sisi ambao tulikuwa tuna program zetu zinaendelea, wacha mdomo mbaya. Yeah? Don't poison the president's mind and head. All we want is to help the president deliver, and one of the deliverables, the most low-lying fruit, is resumption of teaching by Kisii University within Nyamira town. Yes. May God help us. We welcome you to Nyamira County, and today morning we've had the opportunity of visiting Nyamira County, and in specific the judiciary as a department of upholding the social and economic rights of Kenyans. As you are aware, what faces this country is the lack of discipline and accountability of funds. When I say funds, I mean your money, my money, and public funds. Now, the search for and demand for accountability has brought us to Nyamira County, where sometime on the 12th of August, 2024, His Excellency William Samoei Ruto
while commissioning the dormitory at Kiabonyoru Secondary School, made a declaration that there was going to be established the University of Nyamira at Kiabonyoru. Now, what His Excellency did not know at that time was that the jeering and the coercion from members of the public, who we have information had been brought by the MP for North Mugirango, is what made him make that roadside declaration. What he also did not know is that some time back, 100 million Kenya shillings, being taxpayers' money, was allocated for the institution of a collegiate and contemporary university that was to be managed by Eldoret University. It was to be a constituent of Eldoret University. However, very many years down the line, that was not done. So what we are telling the president is that currently, Kiabonyoru ward is a crime scene, and that should not be a basis and cannot be a site for another university. What we are also telling the president and the honorable court is that by making that declaration through coercion and jeering and what seemed to be some sort of protests was only meant to make sure that what happened with the 100 million shillings goes down the drain. No, we cannot allow that to happen, because as social defenders of the rule of law, accountability, and public funds, we are telling the honorable court that it should not allow that what happened to the 100 million Kenya shillings of public funds should not go down the drain just like that. We should have accountability. The people of Nyamira should be told where their taxes went, and we need to see an institution there. Now, we have enjoined in this petition the Commission for University of Education, together with the Cabinet Secretary Ministry of Education, to tell him that where there is a consultation of the establishment of Nyamira University, the same should not be done anywhere near Kiabonyoru ward. The reason being, Kiabonyoru ward, as I have said earlier on, is a crime scene, and a crime scene of taxpayers' money. Now, we're also not letting it slide. And in that petition, we've also had the chance of joining the EACC and the DPP. And we are telling the DPP and the EACC that you are mandated by law and by the Constitution that gives you the powers to ensure that you have investigated and made accountable of all public funds. Therefore, the people of Nyamira County, sponsored and headed by the Member of Parliament, West Mugirango, Mr. Honorable Stephen Mogaka, and other petitioners who are here, who are the common mwananchi, are telling the court that this is a time to have a social responsibility and a collective one at such, so that the public funds of Nyamira County are not going to waste. Thank you. My name is Stanley Kinyanjui. I'm an advocate of the High Court. Our advocates for coming through for us in pursuit of social justice. And as Member of Parliament for West Mugirango, in the petition that we have filed before the High Court, I am bringing to the attention of the court and the Republic that we were having a university operating in Nyamira town, yes, and that university was arbitrarily shut down. And I have placed before court tenancy agreements between the Kisii University and the landlords of that university in Nyamira town. I have exhibited before court termination letters of that tenancy showing no reasonable cause recognized in law. And my prayers to the Honorable Court is that while Kisii University is being bullied to open or start other universities elsewhere, which is not of material interest to me,
On behalf of the people of West Mugirango, I am seeking orders to compel Kisii University to resume the teaching programs they were running in Nyamira town. Yes. Because it will be highly discriminatory and in violation of Article 27 of the Constitution to snub the university programs that were running in Nyamira town, and promise that we are going to start a new university at a new site when funds will be available. I am bringing very reasonable prayers, and the parents of West Mugirango constituencies of university students being admitted are asking me, why are their children being told to go and study I don't know where, when they can study in Nyamira town, they save money, they come from home, go to class in Nyamira town, and go back home. Yes. And in this, we are not asking for too much. Media, you have joined me in an inspection tour of the teaching facilities of Kisii University in Nyamira town. Everything is intact. The lecture rooms are there. The furniture is there. The teaching materials are there. Why on earth would Nyamira people, why on earth would West Mugirango people be condemned with a shutdown of the university facility in their town as if they are children of a lesser God? And that is why we are seeking judicial intervention, in all fairness, that the students that have been admitted to join university in Kisii University this year, some of those students should be dispatched, particularly those who come from West Mugirango, should be dispatched to learn in the teaching facility in Nyamira town. Thank you. Na mimi, I want to apologize to the president, because if my president had known this when he was going to Kiabonyoru, he would not have done what he did. But I want to assure His Excellency the President that when he comes to visit West Mugirango in October, one of the sites I will recommend him to visit is the Nyamira University or Kisii University operating in Nyamira. Aone watoto wetu wakisoma wakiwa. Na tukisema hivyo, sisi hatutaki malumbano na kiongozi ama mwananchi wowote wa pande yoyote. Sisi ni watu tunatii sheria, na ile tunaomba ni ile ilikuwa. Ya? Ile ilikuwa ndio tunaomba. And if the country and the government has new money to create new universities, we wish the country a lot of luck. But that cannot be at the expense of shutting down existing facilities like has happened in West Mugirango about the university that was operating in Nyamira town. Gen Z kutoka Nyamira. So mimi nilikuwa tumetembea na Honorable, tukaenda hadi kwa campus yenye ilikuwa imefungwa. Tukaona wenyewe our brothers and sisters wenye wanaenda kujoin Kisii University pia waekwe hapa, wakijoin ndo Nyamira iweze kusikika pia. Alafu pia KMTC yenye iko hapa juu ikuwe na expansion of many courses. So township yetu, CBD yetu, West Mugirango yetu isikike. Sisi kama watu wa Nyamira hatutaangalia tukinyanyaswa na vitu zetu zikienda. We will fight and fight for our rights. Thank you. So university ikiwekwa hapa Nyamira township italeta maendeleo ya kina wamama, akina wanabodaboda watapata kazi, na pia sisi hatutakuwa tunasumbuka kutafuta fare kwenda kusomea county zingine. Tutajisomesha hapa na tupate kazi hapa. Italeta expansion of jobs hapa Nyamira. Mimi ni mkaaji wa Nyamira na kijana hapa Nyamira town.
Kitu naweza kusema ya kwamba ni tunataka accountability ifanyike. The 100 million that was lost to the branch that Eldoret University was going to open at Kiabonyoru should be accounted for, and no construction should continue there until we get that money and where it went to. The next thing, the Kisii University Nyamira campus, it was here, and the economy of Nyamira town was good. Since the university left, the economy has went down, and even people at the town, they sleep at 8 p.m. Ukipita hapa saa 2 huwezi ona mtu kwa njia, because there are no clients, no customers, and the university was the one